kitu na ndio na kale kwa mucene hane gone akanyamu na rĩo tahete mucene ndiko yake ndo ndamenya baba niwe ũrakwariria no ngĩndehera mucene hara no nginya ndegũikia tondu ũkuma ũguo ta mũthika cũwe the devil does not pay you utachoka tu niko kuhege kombe gya cai onywe na hari ukeinuke na hari njoka cikiringwo Bwana Yesu asifiwe sana. You will know why you are there where you are. Utajua hata kimwanaume kikuje ni kizuri ni kitoro na kihadisa na si chako utajua this is not my man. You will not waste a single minute ukikunywa na yeye machai Serena ya bure. Utakunywa machai at the end of the day utaachwa tu. Siwezi poteza mami siligete kahida gaku nawe no nyendire gutware Serena ngugurire cai menyage ndina kirimu kimwe haha ndenda kinywe cai kana ndina murata ndi haha ndenda anywe cai kana ndina mukora wi haha ndenda eke atia anywe cai tondu ndari akinya Serena ri nari akauga ni akinyire Serena. You brag, you walk like a king, you live like a king, you do things like a king because you belong to the kingdom. Lakini ukikuta na nimekupeleka Serena sasa hata ujui kitambaa umewekewa kitambaa ya white ya kuweka hapa ya kuzuia nguo isichafuke. Unaanza kuikuja ukiweka kwa bagi. Hadi umepatiwa kitambaa ya kwenda nayo nyumbani. Lakini hapa Nairobi unahisi kasiko, choo ni ije na bafu ni ije. Ukitoka huko lazima upulani venye utaenda kuoga. Kwa sababu ni line. Ploti mzima ni mbali pamoja. Sasa uliuko home kuambia watu naishi Nairobi? No, you are not in Nairobi. You are in a transferred village. The keys to the kingdom advancement. The key, vifunguo. The keys to the advancement. Today we are talking about advancement of the kingdom. How is the kingdom advanced? How do we advance the kingdom? So we are looking at the keys. What is this that you require to advance the kingdom? And advancing the kingdom is to your benefit, not to somebody's benefit. It is to your benefit. When you advance the kingdom so that the kingdom can become good to you. You advance the kingdom so that the kingdom can speak on your behalf. You advance the kingdom so that the kingdom can do what you cannot do. So that is the reason we advance it. So every agenda that we have, we need to emulate Jesus Christ, because Jesus came to advance the plans of God. He came to do exactly what God could have wanted to be done on earth, because he spoke to the Pharisees and the Sadducees and called them, you religious people, you have the scripture but you don't understand the scripture. They had the scripture, but they never understood the scripture. But when Jesus went to the synagogue, he was taught for a few years and he understood the scripture, and he understood the scripture was about the kingdom of God. And he went out to advance the kingdom of God. So wherever he went, he healed people. He never preached about healing. He just said, be healed. Because that was the power. He was exercising the power of the kingdom. He found people who were bound and he loosed them. He never preached to them. He never take them to school. He never made it a subject. No. He told that woman, your sin have been forgiven. Why? Because this woman had sinned against the kingdom. So he knew, what's your problem? Is the sin, yes. Yes, you are bleeding for 12 years because of sin. He told this woman, your sins have been forgiven. And he went. They waited for him to pray. Just like you wait for me to pray for your sacrifices. I don't pray for the sacrifices because you have done what God has instructed you to do. I never instruct you to bring a sacrifice here. It is God who spoke to you. So if you have fulfilled the will of God, who am I to pray for it? You are in contact with God. You have fulfilled the will of God. Mimi naingililia wapi? Niambie tu. Umetumwa na Mungu, umeambiwa peleka this 1000 kwa madhabahu. Na umesikia sauti. Na hiyo sauti umeitii. Maombi yangu inafanya kazi hapo. Mahoya makwa megukira hau. Niki ingihoya, niki gugatia, gugake. Diuma kumukirikanira, diuma kuokenengerwo mbeca icio, ndinamenya ukeneo, wewe irirwo kuwa bahasha eno ipeleke kwa madhabahu.
na ukakuja ukafanya hivyo, meaning umesikia sauti na umesikizana na yeye. Mimi sasa nitakuja kusema maombi gani? Labda niseme because I'm not understanding the conversation you had. Just being obedient to God and doing the will of God succeeds you, makes you successful in the plans of God. So don't come atumelete dhabihu hapa, unahitaji kuombewa because unaonaga mtu amelete na nataka nijue ni pesa ngapi amelete, maana ameweka shilingi 30,000 na ameweka hapo ndani na anakodoa jicho aone nimejua ni 30 na ameandika jina yake hapo na namba ya simu na ameandika 30,000 ndio ni namba ya simu ndio nikupigie. Bwana Yesu asifiwe sana. Na ameandika jina ndio nikujue. Alafu ameandika the figure ndio aniusie uoga. I don't look at that. I can come and give you 1 million shillings hivyo tu from nowhere akupatie. You've been praying for money and then God gives you 1 million. Na ikilandi tu kwa account yako unasikia sauti, chukua hiyo pesa yote upeleke kwa apostle. And then he pulls a chair, anaenda anakaa huko kukuchugulia venye mawazo inakusubua. Maana sasa ni calculation, maana jana kamilioni kakigia, ulipigia ule mtu wa kutafuta mashamba. Mwambia nitafutia kaploti ka between 600 na 500. Kwa sababu najua itabaki 500 na hiyo 500 unaweza kutengeneza msingi. Mama weka kinyumba kama bati ukaage hapo. Alafu asubuhi wakati unaongoja huyu mtu akulete mashamba, ripoti ya mashamba amekupigia nikokuja na kuja. Asubuhi hiyo huyu mtu wa mashamba anakuja, amefika, unimwekelea chai, sauti inakuja, sauti nyororo. Nakwambia chukua hiyo 1,000,000 peleka kwa madhabahu. Kuna kazi ya crusade inahitajika kufanyika. Sasa ndio unaingia kwa bedroom unaanza kuambia Mungu, unajua nilikuwa nataka kununua kaploti. Unajua Mungu nilikuwa nimeitana. Unajua unasahau ni yeye anakupatia. Ni yeye amekuzungumzia. Maana God is testing. Are you belonging to my kingdom? Do you trust my kingdom? Because what you are looking for, what you want to go to buy is similar to what I've given you. You are going to buy what? A plot. A plot and money are similar. All are coming from the kingdom. So he has given you to test whether do you qualify to own a plot. Amekupatia tu 1,000,000. Ndio aangalie do you qualify akupatie vitu vingine vikubwa kidogo. Can you be trusted na ufalme wa mbinguni? Can you be trusted na matunda ya mbinguni? Can you be trusted na utajiri ya mbinguni? Sasa unaanza argument. Baka unakata, unasema wacha nimesikia. Baka unaanza kusema nimesikia ni 100,000. Ni wodaigwa. Unasikia sauti sasa inakuja kubwa. Inakuita mpaka jina, inakwambia Helena. Na kwelo twale 1,000,000 without deducting. Oh my God. Jesus. Remember me. It is Jesus who brought it. So he does not remember you. He knows you. And that is why he's commanding you to give that money out. What is that asking? It is asking for the obedience. It is asking for that responsibility, that belonging to the king. You are a loyal family. Therefore, whatever he tells you, take this to this place. He knows why he is connecting you to the next level. Lakini sasa kwa sababu wewe ni mjuaji, wewe ni mtu wa sarakasi, mumefanya sarakasi mpaka na Mungu. Mpaka karata unachezea Mungu karata. Unaweka karata hii unamwambia hii ni ya pesa, hii ni ya maisi ya pesa. Hii unamwambia Mungu chagua ni gani ya pesa, ni gani si ya pesa. Bwana Yesu asifiwe sana. All these things about understanding. The day you understand why God created you, the day you understand the responsibility of God, amekupatia, siku ile unakubali tu na kujua Mungu amekuitia hii, Mungu amekupangia hii, Mungu amekuelekeza kwa hii. Basi kaa kulingana na mafundisho na matendo yake. Waachana na story mrefu. You are alive because of his will. Sasa nani akisema, imagine yule mtu tumetrustia Kenya. Yule mtu fanya nini? Yule mtu tumetrustia Kenya kabisa na security yetu. Yule mtu tumeamini ati huyu ndiye amelinda Kenya kabisa. Alikaragiwa kwa hewa. Na zile vitu tumeamini ndizo za kutulinda, kwanza zikakamata yeye. Mlinzi mkubwa zikaambia yeye kuja kwanza ndio Wakenya wajue hawana nguvu.
Na ujuzi hapa tukiweka hizi bendera, tulikuwa na huyu mzee, nikawaambia si hii kitu next week itakuwa nusu mlingoti, si ndivyo tulikuwa tunasema? The main objectives of the devil was to make us fight against God. Kumbuka wakati Ayubu aliambiwa na alipitia maneno aliyepitia, shetani alienda kwa Mungu akaambia Mungu, huyu mtu anakufuataka kwa sababu ya ile vitu umempatia. Kwa hivyo shetani mwenyewe anajua Mungu ni mfalme, na anajua Mungu ndio upatiana, na anajua Mungu ndio upatia watu wakakuwa matajiri. Kwa hivyo alienda kwa Mungu akamwambia, aka kajamaa kanaitwa Ayubu kana kufuata kwa sababu ile vitu umempatia. Naye Mungu akamwambia, huyo mtu anaelewa ufalme, haelewi vitu hivi, anaelewa ufalme. Nenda umjaribu uone hata tisika. Usiguse moyo wake, ende uchukue hizo vitu zote. Anajua mimi ni mfalme. Na akateremka akaenda, akachukua vitu zote za Ayubu, akabeba zote, akaenda nazo. Lakini Ayubu alibakia. Na akasema, hata Mungu ungenikataa, mimi bado ni wako. Maana alielewa, huwezi kutoroka mfalme. Huwezi kuondokea mfalme na usurvive. Kina mtu anaitwa Danieli, naye Danieli akajaribiwa kwa yote. Wakamsukuma, wakamwambia huyo Mungu wako lazima umweke chini. Naye akasema, hata Mungu akanikataa leo, aseme sikutaki, mimi bado nitaendelea kusema mimi ni wa Mungu. Walipomweka ndani ya moto, kwa sababu ametambua ufalme. Ufalme unatambua watu wake. Huyu jamaa alipowekwa ndani ya tundu ya simba, masiba waliyesema huyu mtu ni wetu, wakakaa na yeye. Bwana Yesu asifiwe sana. Wakashika Abednego na Meshaka, wakarushwa ndani ya moto. Moto kasema, this is amongst us, this is our house. Sisi tumetoka kwenye ufalme moja na hatuwezi kuuana. The moment you understand that whatever you need, kile kitu unahitaji sasa ni kitu ambacho kiko, you don't need to struggle. Hiyo pesa unang'ang'ania, you have it because you belong. Pesa na ufalme na wewe ni kitu kimoja. Pale Mungu anagaliaga pesa na wewe, jina mnaitwa the same. Ile inaitwa mane, wanaitwa nani? Waboi. Ni venye hii imeitwa pesa na wewe kaitwa boy, but all of you belong to one kingdom. So this is your brother. Money is your brother. Money is your sister. Land is your brother, sister. Car is your brother. The way you will go to your brother, na ukae siku 3 na hakuulizi unarudi lini. Bibi yake tu ndiye atakuuliza. Yatakataza kuambia mzee, koya ino acho kakali kumushi. Because they don't belong. Si sister yako ni wa ufalme mwingine. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini vitu ambavyo ni vya ufalme mmoja, ni heshima tu inahitajika, na vitatembea pamoja. Na chochote utaitisha, hautaitisha ni kuchukua kutoka kwa counter. Kama ni biskuiti unachukua. Ukienda supermarket kwa sababu uko na ATM na ama uko na pesa kasi, you don't mind. Unaendesha kigari chako pole pole, unachukua hiyo unaangusha. Unachukua hiyo unaangusha. Unaendesha kigari, unachukua hiyo unaangusha. Unaendesha kigari, unachukua hiyo unaangusha. Kwa nini? Kwa sababu uko na uhakika, una uwezo wa kulipa. You have the legal tender. That is why you are picking. Otherwise, that which you are not picking, you are not picking because hauna. So ukiona mama huyu ameenda supermarket na wewe umeenda kioski, usiende kumwombea mabaya. Ni venye ako na relationship yake. Relationship yake imemkubalisha aende supermarket, na wewe relationship yako imekubalisha uende kwa kioski ukaandikwa kitabu. Ukifika huko nasikia mtu wa duka anasema, ona nilikuwa nataka kukupigia simu. Kwa nini? Hii deni imekuwa kubwa sana. Unamwambia, hata nimekuja uniongezee kasukari kilo 1, niko na wageni wamenikuta ghafla, sikuwa nimepanga wakuje. Lakini sasa hii si deni ni kubwa sana, wewe nipatie. Kwa sababu you belong katika ulimwengu na ufalme wa kukopa. Unaona moyo wake unakubali, anakukopesea ingine. Lakini nakwambia kesho ufanye hakika utalete. Na mimi wa supermarket, maana tumekuwa na agreement na ufalme wa kulipa cash. Kazi yangu ni kuendesha kigari, ama ninaenda na mtu akuniendeshea kigari, na namwambia chukua hiyo. Chukua sukari kilo 5. Weka uga ya ngano X, na hiyo nyingine weka hii.
unasukuma mpaka vitu vingine unashinda na kuuliza hii nayo ni ya nini. Don't worry, utajua ni ya nini. Ni vitu za fridge, na hajazoea fridge, kwa hivyo hajai kuona vitu za fridge zinakaa aje. So unaokota vitu za fridge ukiweka. Sasa mkifika nyumbani kwake, sasa ndio utaona amefungua fridge, anamuuliza hii ni kabati iko na stima ndani ama ni nini? Anaona ukipaka vitu hapo, nyama na nini, unamuuliza ni nini unapaka hapa ndani, anamwambia hii ndio fridge. Oh, okay, I was taught this by my teacher. But it's not because ni kitu ambayo is away from you, but because you don't have a relationship with it. You don't have a relationship na fridge, ndio kama na haijakuja kwako. You don't have a relationship na ka sitting room kazuri, that is why hazijakuja kwako. Otherwise huyu ako nazo because they have a good relationship. Na vitu za Mungu zinaedaga kule ziko na relationship. Kwa hivyo kama bado unakaa nyumba ka one, ndio bedroom, ndio sitting room, ndio choo na ndio bathroom na ndio kitu, ukenda tu uongeleshe ufalme, umaulize do I belong there? Bwana Yesu asifiwe sana. Muulize tu, si kwa ubaya, haujakosea kuishi yako kanyumba, lakini muulize Mungu, mimi ni huko ama niko kwenye safari ya kwenda hapo mbele? Maana labda nikutayarishwa, unatayarishwa uende hapo kwingine. Naye kama kwa nyumba yako uangalie venye imekaa vizuri, uende kwa mtu mwingine ukae unaona inakaa state house. Uliza Mungu, wacha chuki, wacha kumwangalia vibaya, wacha kwenda kumwombea maombi baya ukisemaga ni devil worship. Hapana, kwa devil hana kitu chake. The moment you understand, uelewe ufalme wa mbinguni, uwe na mahusiano ya ufalme wa mbinguni, basi vitu vyote vya kibinguni vitakufuata. Haufai kuvifuata. Tupatiwe Deuteronomy 28 mstari wa 1. Haufai kuvifuata hata kidogo. Vinafaa kukufuata. Maana ukifuata tu sheria moja ya ufalme wa mbinguni, sheria tu ya ufalme wa mbinguni, kila kitu kinaandaliwa kwa sababu yako. Kila kitu. Maana you are a royal family. Now it shall come to pass. It shall what? It shall, and they are not in will. They are not saying it will come to pass. Because if it is will come to pass, it is 50-50. But when you say it shall, it is a must. Si mnaona najua Kisugu? Si mnaona nimesoma vizuri? Yes, I understand. Yeah. Now it shall come to pass if you diligently. That's key number 1. Key number 1 to the advancement of the kingdom. If you diligently obey the voice of the Lord your God, if you diligently understand your master, hearing the voice and obeying the voice, it is understanding God. Anataka ufanye nini? Anataka ukae wapi? Anataka ukue nani? Anataka ukue ukifanya nini? Where you are you here because God commanded you? Are you here because you heard the voice? Uko kwa hii kanisa kwa sababu ya sauti ama ni YouTube? Bwana Yesu asifiwe sana. Uko kwa hii kanisa ama ni kwa sababu umepelekwa na shida, umekuja kuombewa, umekuja kununua mujusa? Ni mujusa. Bwana Yesu asifiwe sana. Do you understand the plan of God? Are you here because of the plan of God? Now it shall come to pass if you diligently obey the voice of the Lord your God. Obeying the voice of the Lord your God, it is understanding the voice of God. Understanding the voice of God, you must be able to distinguish huyu ni Mungu, huyu ni shetani. Meaning you know God. It is literally telling know God. Obeying diligently, obeying and knowing God. Na una understand sauti yake, na una understand majira yake, una understand plani zake, una understand venye anatembea, venye anasikia, venye anasema, you understand. Ogeigwa no menye Ngai ndogehetia madhani make todo mugabo wake ndukauhetia. You do meaning ya diligently understanding, obey the voice of the Lord your God.
Then number 2, ukishaelewa Mungu, unamu understand, unamu menya, unamu igwa, unaigwa thauti, waigwa mugambo kamenya hiyo ni ngoma. Waigwa Jesus when Peter was speaking, akaanza kuongea, alimwambiaje? Alimwambia Peter rudi nyuma? Hapana, alimwambia shetani rudi nyuma yangu. Maana alisikia hiyo si Peter, huyo ni shetani anaongea. Being able to understand, bori mureithiwa bori ciake ni imwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Zinamfuata na kutaka anamureithia wa bori anakwenda kule mbele. Anakaa mbele kabisa, zinakuja ikifika jioni wakati wa kwenda nyumbani, zina zote zikienda nyumbani. Asubuhi zikimuona amechomoka hivi maana zinamjua. Unajua akizungumza, unajua akikasirika, unajua akiongea, unamjuaje? How do you understand your God? How do you understand ile kazi amekupatia? Because when you understand God, you even understand the responsibility amekupatia. Kwa hivyo hakuna siku unaweza kuja hapa kuwa na makasiriko ya nini? Ati ndakora kalia niki. Tutakiria ofisi yemwe nawe. Ugirakario nini niki? Na tutiria ofisi yemwe nawe. Turakuruhania nawe kwa Agnes. We are not in the same office. You are in your office, I'm in my office. I am doing my work, you are doing your work. Tugehitaniria nawe. Yes, tuhetanagia because we don't understand where you are. You don't understand the office you are in. You don't understand what you are doing. When you are in the wrong office, utakuwa ukikwaso na watu. When you are in the wrong place, utakuwa ukikwaso na watu. When you are doing the wrong thing, utakuwa ukikwaso na watu because you don't understand, na hata wanashindwa niki mudu yu agerire guku. Sasa niambie mimi sasa niende sasa nikwe praise and worship nini ndira mukoithia na githauti kiu. Mtasimama tu muniangalie. Badala ya kuniangalia mtaangalia Beatrice. Mnauliza Beatrice na macho. Kotagethio teithia haria. Wewe ndurona maundu kule ni mahitanirie. Una macho tu itasukumuza. Maana ufalme unasema that man is not for that. Lakini ukipatia mimi microphone hivi tunaongea, tutaongea masaa 8. Maneno inakuja tu because I'm in my office. Bwana Yesu, if you are able to understand your positioning, ukae kulingana na venye Mungu anataka na ukae mahali unataka. Maana ufalme uko na responsibilities. Unagawiwa mamlaka kulingana na kazi. Kila mtu hapa ulitumwa duniani kwa sababu kuna makusudi ya Mungu. There is a plan of God. Everybody, you are a masterpiece. And a masterpiece ni kitu kilitengenezwa, kiliundwa, kikaundika. Na Mungu akikitengeneza, alikitengeneza kikiwa na sababu. Na hiyo sababu ndio unafaa kuifuata. Na utaifuata tu kama unajua sauti ya Mungu. Maana kupitia kwa sauti utaelekezwa. Kupitia kwa sauti utajulizwa. Kupitia kwa sauti utaelewa. Hakuna siku utakasirika. Ndogira akara. Mimi sasa kwa sababu nilijua sauti ya Mungu. Huyu akikuja na moshane yake kule tunaongea na muuliza okay, ndio huo. Ndio umeona tikiti. Kakana kako dio kenywa sana. Kwa sababu amefanya duty yake. Maana ana advance ufalme wa shetani. Na amemaliza kazi, si ulipe aende. Bwana Yesu asifiwe sana. Usimwache hivi hivi. Ndoka mbutirizo na ndio nakale kwa mushane hane gone akanyamu. Na leo taheta mushane diko yake ndo ndamenya fafa ni ora kwariria. No ngidehera mushane hala no ngija dego ikia. Tondu ukuma ugo tamuthika showe. The devil does not pay you. Utachoka tu niko kuhege kobega cha hiyo nywe na hali okeinuke na hali joka shikiringo. Bwana Yesu asifiwe sana. But when ukijua na understand sauti ya Mungu, uta-understand alikuita kwa nini. You will know why you are in this church. You will know why you are there where you are. Utajua. Hata kimwanaume kikuje, ni kizuri, ni kitoro na kihadisa na si chako, utajua this is not my man. You will not waste a single minute. Ukikunywa na yeye machai Serena ya bure. Utakunywa machai at the end of the day. Utaachwa tu. Siwezi poteza mami siligite kahida gaku nawe. No nyedire gutware Serena gugurire cai. Menyagede na kirimu kimwe ndenda kinywe cai. Kana ndina murata ndenda anywe cai. Kana ndina mukora ndenda eke atia anywe cai. Tondu ndari akinya Serena rinari akauga ni akinyire Serena. No ndira gutwara to ni gwendete.
Asha doubt adira tena besha nituiguithanĩtie na baba kũrĩa matugo akahe tumateni twega twagutumagira na irimu na nduoge. Yes, that once you understand how God has positioned you, you live a happy life. Hata wakuje na mitego gani hawatakupata. Utajua tu, unajua geke ni kilimo gyoka kuhenia. Okay, tuthi tukanywe chai. Utakunywa chai na ukule. Alafu nikupatie ya Bolt. Na nikwambia ni mimi ndio nitaitisha Bolt. Ndio nilipe, sitakupatia. Uende ukifika hapo ambie mtu wa Bolt, wewe wacha nishuke, nilipatie hiyo pesa. Mimi nakwambia ukifika Bolt itanionyesha umefika. Ni 600. Ninatumia mtu mwenye Bolt pesa. Uende ukijua kule kwetu kwa ufalme wa Mungu tuko na kila kitu. Wewe ni maskini tu na kaaga ukidoea. Sababu you are in the wrong kingdom. Mani ya gocho mwede kadedoreka. Yes, because I want to show you how primitive you are when you are serving the other kingdom. And how good looking you will be when you are serving the kingdom of heaven. You brag. You walk like a king. You live like a king. You do things like a king. Because you belong to the kingdom. Nimekupeleka Serena. Sasa hata ujui kitambaa umewekewa kitambaa ya white ya kuweka hapa ya kuzuia nguo isichafuke. Unaanza kuikuja ukiweka kwa bagi. Hadi umepatiwa kitambaa ya kwenda nayo nyumbani. Kwa sababu kule kwa shetani hakuna. Kwa shetani niweke ko chafu tupu. Hakuna kitu. Don't advance a kingdom that has got no benefit to you. Ukiobey diligently obey. Things you will never struggle for anything on earth. Because you obey the voice of the Lord your God. Then observe. Once you have heard and obeyed the voice, what do? That's key number 2. Observe carefully all his commandments. Usitake mkosane naye tena. Akikubali na umunase, umwekera mutago umigwe no oyo leo, mwekera muhuko no hige na zip. Usiwache atoke hapa tena. Waigwe tareda kura akarokamira, oye, daddy, nidahitia ugo ali atugo kwaragia gwito. Oye, sorry, dekera tu. Unakuwa na uoga wa kukaa kwenye ufalme. Unakuwa na mapenzi ya kufanya kazi ya Mungu na kukaa jinsi Mungu anakaa. That is what? To observe carefully. Tiatitha isiwe mo Kristo to kanitha-ini ucoke uthi urumone ikanga haria mwete agwete mwanamke aigi yako, mwanamke ni mama yako, takataka hii maya makanga na mori wewe ni nugu naita nani mwanamke na the 1 hour ago umoko amukira na media sakramenti onyihe. To observe carefully all his commandments which are commanded to you. So in the kingdom is about law and commandment za huko. Kuna structure ya sheria za kufuatwa. Na hizo sheria ukizifuata vizuri, carefully na obediently, hizo sheria ufalme utakutii. Bwana Yesu asifiwe sana. We are talking of being respected by the kingdom. Wakati Ayubu alifuata na akakaa kulingana na sheria za mbinguni, alipigwa lakini baadaye alirudishiwa kitu na kingine. And to observe carefully all his commandments which I command you today, that the Lord your God. Sasa sikiliza hapo. Hapo sasa ndio unapatiwa nini? The master key. The master key. Then that the Lord your God will set you high above all nations of the earth, because you have superseded the plans of the devil. Now you are given master key to be above all, not one, above all nations, not people, all nations. They will be under you. Polisi wakikuja wanafanyangaje? Anasimamisha gari, anasimama, anakaa katikati ya barabara ndio gari ikifika. Naenda pole pole, naweka avocado. Namuuliza, how are you sir? Oh, karimu nene. Anapiga saruti. Why?
because the kingdom of heaven is a friend to me, and they will not allow anybody to come and disturb me. Bwana Yesu asifiwe sana. And all things. Now, twende hiyo ingine, verse hiyo ingine, so that we understand what will happen to you when you observe God, when you live with God, when you walk godly, and all these. Oh, can somebody say all this? Shall come, and because you obey the voice of the Lord your God. Only that. Obeying the voice is knowing your God. If you obey the Lord your God, here are the blessings that will come to you and they remain with you. I was looking for this. The blessing will come. You are not going to look for them. You are not going to look for the blessing. They will come to you. And for that matter, ukifikiria ni mchezo, zinasema we are not going. Na unakuta unatajirika tu. Hivyo tu. Nikiona ka family ingine kutoka itoka kana nyino guthina muthinaga. Tondu gukawa na igwire thauti ya Ngai. Na mirango ya hinguro ni ya hinguro. Rosi. Mirango ya hinguro ni ya hinguro. Ati kama mkitii sauti ya Mwenyezi Mungu, Mungu wenu mutapewa baraka sifuatazo. And all these blessings shall come upon you and overtake you. And because you obey the voice of the Lord your God. Tuendelee, umeenda sana. Tuendelee basi. Blessed shall you be in the city, and blessed shall you be in the country. Just by obeying. The blessing, they will come and overtake you. And now, what are the kind of blessings? You shall be blessed in the city. You shall be blessed in the village. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwanyu nyumba, kwanyu geshagi, baba yenu amejenga nyumba uko na bedroom kubwa mzuri, iko mpaka na choo ndani. Lakini hapa Nairobi unahisi kasiko, choo ni ije na bafu ni ije. Ukitoka huko lazima upulani venye utaenda kuoga. Kwa sababu ni line. Ploti mzima ni mbali pamoja. Sasa uliuko home kuambia watu naishi Nairobi? No, you are not in Nairobi. You are in a transferred village. Hello. You are in what? A transferred village. You are not yet blessed. Because the Bible says, utabarikiwa ukienda na utabarikiwa ukirudi. Maana kule ulitoka nyumbani, lazima standard ya kwenu ukifika Nairobi badilike. Bwana Yesu asifiwe sana. Lazima standard ibadilike, kwa sababu ndio urudi nyumbani ukiwa umebarikiwa. Urudi nyumbani ukizungumzia ukuu wa Mungu. Urudi nyumbani ukizungumzia jinsi Bwana wa mbinguni amekutendea. Sasa wewe utasema nini? Na hapa naonaga mkiiba hiyo wimbo. Na ukirudi nyumbani unaenda mpaka haukuoga asubuhi kwa sababu laini ilikuwa kubwa. Nini amekutendea? Hakujui. Why you are suffering? It is because you don't understand the voice of God. And understanding the voice of God is obeying and living according to the instruction, because God is a king and you are living in a kingdom. And your business is to advance the kingdom. Bwana Yesu asifiwe sana. Wale watu wanaishi Mathare na wanaishi Kibera na wanaishi Mukuru kwa Ruben, walitoka kijiji pale Bahati Nakuru. Ama walitoka Othaya, Dimoine. Ama walitoka wapi? Kwenu ni wapi? Joro. Ama walitoka Joro. Now the same people who came from their village, ukienda Ruda utapatana na mtu alienda Ruda. Na mlitoka the same, from the same secondary na same primary. Lakini huyu alikuja akadivert Ruda, na wao akadivert Kibera, nyumba za matope. Understanding the kingdom, it is understanding the voice of God. Then the voice of God will give you master key to unlock your life. Bwana Yesu asifiwe sana. So there is nothing you can get from a religion. There is nothing. If you come here in the name of religion, the religion does not own anything. The religion was an arrangement by man to misuse the other man. If you connect yourself to God the King in our Father's house,
there are plenty. Blessings will follow you wherever you go. Blessings will be with you wherever you go. Umesikia, they will come and they will even overtake you. And not only overtaking you, they will stay. Bwana Yesu asifiwe sana. So that mediocre kanitha gaito, that mediocre pastor wito, that mediocre apostle wito, weke chini. Search for God.